sifa. Bwana apewe sifa. Sasa nakurudisha kwenye maombi. Leo siku ya kwanza unaweza ukawa unashindwa. Na hiyo nguvu ipo kwako mwenyewe ya kuweza. Sio kwamba ipo kwa mtu mwingine, ila ni mazoezi unayofanya. Mazoezi unayofanya ndio yanakufanya uwaje. Bwana apewe sifa. Ndio maana huyu kwa kunyanyua vyuma anakuja kuzaliwa mtu mwenye chest, mtu mwenye kifua, mtu aliyejaa. Kwa sababu ya nini? Ya mazoezi. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kama tutakataa kuwa na mazoezi ya kuomba, tutakuwa tunabaki vile vile kila siku. Na watu watatuona vile vile. Lakini tukichagua kuanza kuwa na mazoezi sasa ya kuomba. Unaomba unamaanisha. Leo utaishia nusu saa unakuta umemaliza. Kesho unajitahidi. Utajikuta mwisho wa siku umekuwa ni prayer warrior, yani wewe ukiingia kwenye kuomba, hapo ukiingia sio mpaka utafute nyimbo za kuabudu. Kuna mwingine yani anavuta kwa yani anavuta ili kwamba yani hame mawazo. Lakini ukishakuwa mwombaji, leo umefanya, kesho umefanya, ukija kuomba yani wewe hautaki nyimbo za kuabudu, ukifika tu unaanza kunena kwanza. Haleluya. 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 Lakini kinachoamua ni mazoezi unayofanya. Bwana apewe sifa. Sasa tumebaki na walokole majina. Wao ni mlokole lakini kwenye maombi mchungaji akisema jamani tuna nusu saa tumuite Mungu. Anaona kama Yesu. Nusu saa. Mimi dakika 5 nimeshaombea uchumi, nimeombea familia, nimeombea kila kitu changu imeisha. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Unapokuwa na mazoezi, kuna wakati unafika unakuwa uombi wewe sasa. Bwana apewe sifa. Unakuwa sio unaomba. Tunachoka kwa sababu tumejiruhusu wenyewe kuomba. Biblia inasema hatupati vitu kwa sababu hatufanyaje? Hatuombi. Lakini tukiomba bado tunaomba vibaya ili tuvitumie kwa manufaa yetu sisi. Tuvitumie kwa faida yetu. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kuna namna ambayo Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba. Unajikuta hauombi wewe tena, umehamishwa. Sio issue ya muda kwamba leo nikiingia masaa mawili. Sasa umeweka hadi saa. Unapiga